Maisha pale jela wakati nilijipata jela wakati wa kwanza nilishangaa kwa sababu sikuweka hivi chini nikafikiria ati kuna jela ama nikafanya kitendo ambacho kitanipeleka jela. So ilianza tu kama mchezo. Siku fulani tulikuwa tumekaa jioni after supper. Mimi tulikuwa tunakaa mimi, ndugu yangu, niko na brother, niko na cousin yangu at my age, na sasa ule binamu wangu 19 years. Yeah. Another cousin of mine alikuwa 19 years. Niko na ule binamu yangu 7 years na mwingine at 12 years. It was during holiday, tulikuwa tunakaa kwa shosho. A particular day tulikuwa tumekaa hivi jioni, tulikuwa tumeenda kulala. Mimi nasikia cousin yangu ananiambia tunaitwa. Nikamwambia kwa nini? Because obviously unajua mkiitwa mkoa wawili lazima kuwa kuna maneno. Nikamuuliza mbona, akaniambia mimi sijui, lakini tumeambiwa tu. Mimi nikakawia kwenda, nikasema juu ilikuwa usiku, ilikuwa kitu saa 4 inaelekea. Lakini at last minute nilienda. Kwenda tukaenda wakaa sitting, nikakaa pale, cousin yangu next seat, shosho yangu akaa pale, na sasa ukaangu akaa pande nyingine. Manyanya yangu akaniambia mimi kuna kitu nataka kuuliza. Na sana wewe Edwin, kuna kitu nataka kukuuliza. Nikamuuliza kitu gani? Huyu binamu yako anasema wewe ulimbaka. Nikamuuliza nani? Mimi. Nikamwambia mimi kitu kama hiyo siwezi, na hata sijaifikiria kufanya kitu kama hiyo. Akaniambia hapana, si yeye ndo alisema. Nikamwambia kukwenda ndo alisema, anaweza pia ambiwa na mtu aseme ni mimi. Ni mimi. Na how sure mimi niko ready hadi tayari kesho. Unajua lazima mtaenda hospitali kesho. Me am very ready and willingly. Akifanywa test zake na mimi nikaokana nafanywa zangu. Ndio tufanue kweli. Kwani alikuwa katika hali gani? Alikuwa, mimi nikiulizwa at that moment, mimi ndo nilitumwa dawa yake ya homa before hii mambo itoke. Kasemekana kuna homa, kuna tonsils. She had no condition that she was sexually assaulted. Hakuwa na any condition. Mimi jioni sasa alituambia cousin yangu tukadeny allegation tukiwa na cousin yangu. Cousin yangu akasema juu mimi nashindana na huyu jamaa kila wakati. Inawezekanaje ati huyu mtoto alibakwa na sisi tunashindanga nyumbani kila wakati? How come alibakwa? No one, hakuna mtu alisikia. Shosho akasema hataki kujua na mtoto ashase. No, because of that guiltiness na kusikia vibaya, I started crying. Mimi nikatoka na nikabang the door. Na nikawaambia hiyo kesi siwezi fanya tena kwa sababu hakuna the way za keti hapo ni accuse kitu sijafanya. Mimi nikatoka nikaenda somewhere hapo kwa barabara kupumzika. Nikasikia wamenitafuta, siku ikaisha. The following day kulikuwa date 9. Nikaamua nikae nyumbani instead ya kwenda kazi juu ilikuwa holiday. Nikae nyumbani ni at least nisikize ile kesi ndio tuweza kufafanua vizuri, lakini hakuna mmoja aliniita. So on date 10 I was supposed to be reporting back to school form 4. Mimi nikaenda kama kawaida shule. Nikapatana na principal akasema if umerudi shule na hujalipa fees yako hata kama ni nusu, instead ya kuja nikufukuze, weenda nyumba. Nikaona instead ya kuja nifukuze, unajua kufukuzwa na principal inaonga tu aibu, ndio unaona unasikianga vibaya. Mimi nikajitoa. Nikaenda nyumbani. Kwa hiyo nyumbani nikakaa home. Hakuna mtu bado ananiuliza swali, no one is talking to me. The following day nikiandika my notes. Nakumbuka vizuri nilikuwa naandika notes za biology. Ukiwa nyumbani? Ukiwa nyumbani sasa kwa keja yangu. Ndio my mama akakuja nikashangaa kamuuliza kwani ulikuja? Akaniambia nimekuja kujua kweli. Amekuja kujua kweli. Nikamwambia mimi mama kama vile unanijua, mimi nikiwa nimefanya kitu sikufichangi na kuambianga ukweli. Na huyo mtoto mimi sijamguza.